So hatua ya kwanza ni kusajili bidhaa yako. So ukiklik hapo unasajili bidhaa. So kuna namna mbili ya kusajili bidhaa. Hii ni namna ya kwanza. Namna ya pili ni kuimport. So kama una bidhaa zako kwenye Excel tayari, unaweza sasa kuja kuimport bidhaa zako zote kwenye mfumo kwa urahisi. Lakini kama hauna, unaweza pia ukasajili moja moja kwa njia hii hapa ambayo nitakuonesha. So ukiklik hapa sajili bidhaa, utaletwa kwenye hii form ambayo kwa hapa juu field ya kwanza, of course field ya kwanza nakuuliza kama ni bidhaa au huduma, lakini kama unauza bidhaa peke yake una ignore tu, kwa sababu by default hapo unakuwa unasajili bidhaa. So ukija kwenye product name unasema labda tuseme mfano tuseme test mifugo, then inayofuata ni category, inayo sio lazima. SKU nayo pia sio lazima, lakini ni code ya bidhaa. So kama bidhaa zako unazi identify kwa codes, unaweza kaandika code ya bidhaa yako hapo. Hapa kuna retail selling price. Hii ni bei ya kuuzia reja reja. So hapa ndio utaandika bei yako. Let's say tunauza zetu 10,000. So itakuja wholesale selling price. Bei ya kuuzia kwa jumla. Hapa tuseme kwa jumla tunauza shilingi 8,800. So buying price 8,800. Then buying price tulinunua shilingi ngapi? Tuseme tulinunua labda shilingi 5,000. Alafu ziko ngapi? Tuseme let's say tunazo 100. Minimum threshold maana yake ni kiwango cha chini cha stock. Unataka ikifika ngapi ukumbushwe kama bidhaa yako inakaribia kuisha. Sio lazima, unaweza ukaacha, lakini tuseme basi ikifika 10 naomba niwe nakumbushwa. Alafu SI unit kipimo sio lazima, lakini unaweza kaandika PS ama kg whatever. So baada hapo unaweza kuweka picha pia, lakini sio lazima. Kuna maelezo lakini sio lazima. So hapa taarifa za lazima kujaza ni jina la bidhaa, bei ya kuuzia, yani retail selling price ndio bei lazima, wholesale sio lazima, buying price ni lazima, na opening stock ni lazima. So kama labda ni bidhaa ambazo bado hujaagiza mzigo, unaweka tu buying price, unaweka 0, opening stock unaweka 0. So ukija hapo una isajili, una create product hapo kwenye button. So ukimaliza okay, so kinachofuata ni kusajili bidhaa ni kurekodi mauzo. So kuna namna mbili za kurekodi mauzo kama ambavyo ipo namna mbili za kurekodi za kusajili bidhaa zako. Namna ya kwanza ni quick sell. Quick sell ni form inatokea tu hapa, lakini hii unaweza kuuza bidhaa moja moja na hapa toi receipt, ndio maana tunaita quick sell. So nyingine unakuja una click tu, una click hapa imeandikwa rekodi mauzo. So ukiklik hapo rekodi mauzo unaletwa kwenye hii page hapa. So katika hii page unachokifanya ndio hapo utaanza, kama kuna mteja wako utamchagua, utasema ya mauzo ni siku gani, utachagua payment method kama ni kama ni cash au ni mkopo, lakini pia unaweza ukasajili kama mtu amekulipa labda kwa Tigo Pesa, sijui Tigo Pesa Ubungo labda, ukasema ukaandika na account number yake ukaisave. Itakuja hapa utakuwa umeselect, kwa maana yake itaonekana haya mauzo hela yake ilienda huku. Unaweza kuweka notes maelezo kidogo kama utaki, unachana hapo, afu unakuja unachagua bidhaa. So hapa tuta search ile bidhaa yetu ambayo tuliandika tuliita test mifugo. Inatokea hapo inatuonesha vile quantity ni 100, tunauza ngapi? Tuseme basi tunauza 10, alafu tunachagua price. Umeona retail au wholesale inabadilika na kuwa 8,000, ukiweka retail na kuwa 10,000 na vitu kama hivyo. Hapa tuseme discount tulimpa 500. So itatuonesha huko kote. Tuweke labda na bidhaa zingine ambazo labda zipo, tuseme wow test hizi kwa 10 kwa tuweke tunauza 5 na vitu kama hivyo. So tukishamaliza tuna save. Ukisha save mauzo yako yanakuwa yamerekodiwa kikamilifu na inakuwa imeshatoa receipt. Hapo unakuwa tayari tumesha rekodi. So ukitaka report zako zote hizo za mauzo, mfano unakuja una click tu hapo unasema mauzo, page yangu imestuck. Ukitaka sasa report yote ukisema mfano mauzo, unakuja unasema sales, una view sales. Ukiview sales itakuleta huko kwenye mauzo yako ambako huko utaona kabisa bidhaa ambazo umeziuza. So hapa by default inakuwekea mauzo ya mwezi mmoja. So hapa unachoweza kufanya, unaweza kuweka namba mauzo ya leo ni tarehe ngapi,
Leo ni tarehe 8. Kwa namba mauzo tarehe 8 mpaka tarehe 8. Kwa hiyo ukiapply utaona mauzo yetu ambayo ni test mifugo ambayo tulikuwa tumerekodi kwa client huyo. Okay. Aliyerekodi ni mimi, account yangu inaitwa Kibakuli. Payment ilikuwa ni ya Tigo Pesa Ubungo, Tigo Pesa Ubungo. Quantity ni hiyo, return quantity hamna zilizorudishwa. So kama mteja akarudisha, unakuja una rekodi return. So hapo utasema sababu ya mzigo kurudishwa na nini. Kama umeharibika utachagua, kama kwa mfano labda ukasema mzigo ambao umeharibika, utachagua utasema unataka mzigo ulioharibika urekodiwe kama bidhaa yaani mzigo uliorudishwa kwa sababu umeharibika unaurekodi kama mzigo ulioharibika au unaurudisha kwenye stock ya kuuza. Yeah. So hapo umepiga wakati na kutengenezea video yako hapo. So tayari nafikiri kwa hapo. So ukiwa na maswali mengine itakuwa rahisi.